Mungu anapenda kuwatendea muujiza. Halo. Nasema hata leo Jumapili ya mwisho wa mwaka ambaye hatutaiona tena. Haleluya. Lazima upate muujiza wa kupewa nguvu ili uweze tena kuendelea katika majukumu ya Baba, katika majukumu ya Mungu. Kuna majukumu ambayo yanakuhitaji mwaka 2026, yanakuhitaji sasa. Kama yanakuhitaji sasa, uwezo ukaenda mwaka 2026 ukiwa unachechemea, ukiwa mgonjwa. Hapana, ni lazima muujiza utokee, ni lazima muujiza utokee. Inuka yakabili yale ambayo yamekusubiri mwaka 2026. Lakini kama hakuna kuendelea, kama hakuna kumwabudu Mungu, sasa huo muujiza haufai. Huo muujiza haufai, kwa sababu hatuokolewi kwa muujiza. Muujiza unakuja tu kwamba unalenga, una maana, unataka utusaidie. Hivi kuna mtu ananielewa vizuri huko? Lakini kama hakuna kuendelea, maana yake muujiza hauwezi ukatusaidia jambo lolote. Hebu mtu mmoja anisomee kitabu cha Mathayo 11:20 hadi 24. Tuone maneno ya yale ambayo ninayoongelea. Baada ya kumaliza hapa, alafu tunaendelea na mtiririko wetu ninapokuwa nazungumzia habari ya miujiza. Aina ya miujiza, namna ambavyo inavyofanya kazi. Namna ya miujiza inavyofanya kazi. Lakini na kuondoa kwenye eneo ambalo unahisi kwamba ukitendewa muujiza ndio tiketi ambayo itakayokusaidia kwenda mbinguni. Sasa hebu tusikilize maneno mazuri hapa. Inasema, kwa habari ya miujiza. Ndipo akaanza kuikemea miji ile ambayo ndani yake ilifanyika miujiza. Ndipo akaanza kuikemea miji ambayo ndani yake palipokea nini? Ilifanyika miujiza. Ilifanyika nini? Miujiza. Naomba kwa nguvu. Ilifanyika nini? Akaanza kuikemea. Yesu akaanza kuikemea ile miji ambayo ndani yake miujiza imetendeka. Ndio. Iliyo mingi. Kwa sababu kumbe miujiza mingi. Ndio. Kwa sababu gani? Kwa sababu haikutubu. Kwa sababu miujiza ilitendeka, lakini eneo la kutubu. Kutubu maana yake ni kujitengeneza. Kutubu ni kujisalimisha. Kutubu ni kujikabidhi kwa yeye ambaye anayetawala. Kutubu ni kukubali kwamba kila ambacho anachoniambia sasa nimeamua kukufanya. Kutubu ni eneo la kujisafisha. Kutubu ni eneo la kujitakasa. Kutubu ni eneo la kujiweka sawa. Lakini nasema Biblia katika ile miji ambayo miujiza mingi ilitendeka, lakini haikuweza kutubu. Sasa na kama haijatubu inaenda wapi? Ila miujiza imetendeka ndani humo. Nasema miujiza bila kuendelea hakuna chochote. Leo tunaona vitu vya ajabu. Hata mlevi anatendea muujiza alafu anaenda kuendelea na ulevi wake. Mzinzi anatendea muujiza alafu anaendelea kuendelea na uzinzi wake. Hakutafaa kitu kama tutabaki kwenye eneo hilo tu. Hakutafaa kitu. Sasa ile miji haikuweza kutubu. Ndio. Inasema nini? Ole wako Korazini. Inasema ole wako Korazini. Ole wako Bethsaida. Ole wako Bethsaida. Kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenu. Anasema kama miujiza ile iliyofanyika kwenu ilifanyika katika Tiro na Sidoni. Ingefanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu zamani. Wangalitubu mapema sana. Kwa kuvaa magunia na majivu. Lakini niwaambieni. Itakuwa rahisi. Tiro na Sidoni kustahimili adhabu. Adhabu zao. Siku ya hukumu kuliko ninyi. Inasema itakuwa rahisi hao
miujiza mingi ilitendeka, lakini haikuwa na haja ya kutubu. Miujiza mingi inatendeka. Nasema miujiza bila kuendelea, maana yake hakuna kitu chochote. Maana yake nini? Muujiza si sababu ya kuwa wokovu. Muujiza ni kitu ambacho kinatendeka kukutoa kwenye eneo hatarishi, alafu unaweka unaendelea. Muujiza unaweza ukatendeka hapa, hauna chakula ukapata chakula, kama pale ambapo Yesu anatenda miujiza. Anatenda muujiza wa mkate. Mikate mingapi? Mikate 5 na samaki 2. Mikate 5 na samaki wangapi? 2. Sasa ikatendeka, watu wakala, wakashiba. Iliendelea? Hapana. Waliendelea tu na kanuni hiyo. Kwamba sasa baba amefungulia samaki, amefungulia mikate. Yaani kilo. Maana yake lilikuwa ni tendo la wakati wao, kwa sababu walikuwa na njaa. Petro anamwambia Yesu, waruhusu watu waende, maana siku 3 wako hapa hawajapata chochote. Matumbo yamerudi ndani. Tunaomba wasaidie. Yesu anasema, kwani kuna mtu hapa ana chochote? Kipo. Kuna kitu kinaonekana hapo. Inaonekana mikate na wale samaki, wakala wakashiba. Waliposhiba, ilikuwa ni kuamua kutoka hapo, kuishiriki njaa iliyokuwa hapo na kumaliza kushiriki. Maana